kati ya asilimia kubwa watu wanaonunua prop firms ni tuseme kwenye 100 unakuta ni hawazidi 5% ambao wanapass zile prop firms na kutrade na kuwithdraw. Unaona, na kwenye hao wanao pass na kutrade na kuwithdraw, wengi wao akishapata withdraw ya kwanza hawezi kupata withdraw nyingine tena, mwisho wa siku anaishia kuchoma account. Unaona, kwa hiyo mwisho wa siku anajikuta anaanza upe. Kwa hiyo ni wachache sana ambao wamemake it kupitia prop firms. Sasa siko hapa kuzungumzia mambo ya prop firm, nataka kuzungumza sisi wenye hii mitaji ya $10, $10, $20 kwa sababu ndio mitaji yetu ambao tunaingia. Una mtaji wa $10 afu unaingia unataka utrade gold au trade pair nyingi. Unaona, pia na yenyewe ni changamoto, inakuwa ni mtiti kidogo. Alafu pia $10 yenyewe hiyo pia umeipata kwa tabu sana. Unajua mpaka mtu unaona anafikia hatua ya kudeposit $10, you can imagine situation ya maisha ambao yuko na it means hata kufund $50 kwa kile ni tabu. Sasa mimi nataka nikusaidie hiyo $10 ambao unaideposit usipoteze, kwa sababu kwenye trading sio bahati nasibu, ni skills. Unaona, kwa hiyo kupitia hizo skills lazima ukae muda mrefu, hakikisha una protect mtaji wako ili mradi kila siku uweze kushow up sokoni. Sasa ufanyeje? Nakumbuka mimi baada ya kuwa down kwenye mtaji, kitu ambacho nilichokifanya nitumia tekniki hii hapa. Nilideposit labda unaweza kudeposit actually, hata mimi mwenyewe ilinitokea nilideposit kama $50 kwenye account, kwa sababu nilikuwa na uwezo wa kufund hiyo $50, lakini nikajifikiria kwa situation niliyokuwa nayo ni pesa hii tu ambayo niliyokuwa nayo na sitaki kuipoteza. Kwa sasa nifanyeje? Unaona, ili niweze sasa kuiandikia hata plan, licha ya plan pia niweze kuiandikia Juno. Unaona, kwa sababu ile hata ukigawa 1% account balance ya $50 unakuta ni pesa ambayo hata ukiweka lot size ya 0.01 ikienda kuhit stop loss ya pips 20 au pate loss unayoipata hapo ni more than 1%. Unaona, kwa sasa utafanyeje? Unaona, kwa hiyo nikafikiria nikapata solution ambayo ni kufungua Senti account. Kivipi? Watu wengi tumekuwa tukizichukulia poa sana hizi Senti account, ila ni the very best way ya wewe kugrow account yako na kugrow kwenye forex market. Ukiachilia mbali wengine wanazitumia kama kujifunza, lakini pia unaweza ukaitumia wewe kama ndio njia yako pekee ya kutrade kwenye kwenye forex market. Unaona, ukiachilia mbali kujifunza, ila ni the best way ambayo wewe, hiyo ni account ambayo unaweza ukaiandikia plan, unaweza pia ukaipangia risk management, na pia ikakusaidia wewe ku overcome tatizo la trading psychology. Kwa sababu gani? Ukideposit $50 afu then ukaiconvert kwenda kuwa kwenye Senti account, it means utakuwa na Senti 5000. It means pale kwenye account balance badala ya kusoma $50 itasoma Senti 5000. Kwa hiyo it means kwamba ita reflect pale kama mtu mwenye account ya $5000. Umeona? Kwa kwenye hiyo Senti 5000 ukiriski 1% ya $5000 ambao unajikuta ni kama $25 kama sikosei. Ni kama $25, 1% ya $5000 ni kama $50. Ni kama $50 kwa sababu 10% ni $500. Kwa hiyo $50 ni 1%. Unaona, $25 ni 0.5%. Kwa hiyo unaweza ukajikuta una riski $0 kwa sababu Senti 50 ni sawa sana na $0.5. Unaona, ambao ni 1%. Unaona, kwa unaweza ukajikuta una risk hiyo 1% ambao ni Senti 50, ukaja ukatengeneza labda maybe 3%. Unaona, ambao ni sawa sawa na Senti 150 ambao sawa sana na $1.5. Kwa unajikuta kabisa kwamba kutoka kwenye $50 umetengeneza profit ya $1.5 ambayo inakuja kuwa ni $51.5 au maybe and above. Kwa unajikuta hata kama ikitokea umepata loss, ukiwa na risk management nzuri, una document vizuri trades zako, unajikuta hata ukilose low haikuumi, psychologically unakuwa fresh, kwa sababu ni pesa ambayo umepoteza iko ndani ya uwezo wako.